kuanza masters. Naingia kwanza masters, naambia wewe sio tu mwanafunzi, ni mwanafunzi mkufunzi. Yaani ingia darasani usome masters, lakini huwa unafundishia kozi fulani. Na hapo wekalo wakawa walikuwa na uvivu wa kutambua. Yaani niuliza Mungu anaishi. Mungu akiishi mpaka na mimi naishi. Katika jiografia anasema the higher you go, the cooler it becomes. Kwa hiyo Yesu jiografia. Yaani kama unapanda mlimani kwa hiyo kinafanya kanakujia. Yaani kadri unapogaragara na upo alipo nakula wali mkavu, hapana, utakula ugali na kitoweo. Kwa hiyo uko katikati ya bahari. Na mimi nimekaa ziwani najua. Tulikuwa tukipika kuna mboga na mimi mama wewe sio ugali. Mimi nachukua tu ndoano na kimbia ziwani. Nikifanya hivi dakika kama 3-4 ndoano imesha tayari, ikitoa ni msato na kimbia. Kwa hiyo mama anatoa ugali anaiweka pembeni na mimi nafika na safu. Anaparua inafika ikiwa kwenye nini? Ukagana huko wali kukamiliza kusinyana. Kwamba hivi kiwa katika kando ya bahari kila wali bila mboga una matatizo. Uwezi ukakaa karibu na eneo lenye kufanya maamuzi, alafu kama huna maamuzi. Sio kuelewa. Uwezi ukakaa hapo. Nchi inajadili mambo magumu na kufanya maamuzi ya nchi, alafu wewe uko hapa huna maamuzi. Leo unakuja kuamsha umetengwa kwa kufanya maamuzi ya watu. Wewe ndio unafanya kila hoja inatendeka. Ndio yule baba lecturer akaja hapa akaniambia, nimesikia huko hivyo kuna shida imetokea hivyo, njoo bwana tukae hapo wote. Wewe unatokea kunywa kupeleka hivyo, unasoma na nusu. Sasa nimeshapewa nyumba ya kukaa, ndio nimeshapewa nyumba hizi mbili, nyumba 300 na chuoni kule ndio kwesi, unaona kule education, lakini kwa nasoma social science. Akaniambia bwana, wewe unanifanyia wema sana. Wewe unanifanyia mimi niombe kitu bora Morogoro. Uliombea ile kizao kaka. Sasa njoo kuna jambo uliombea. Nakuja hapa kwenye nyumba ya mwisho. Hapa ya mwisho ambayo sasa wamefanya ukumbi wa vikao pale. Kwenye hii safu ya mwisho hapa. Kuna eneo kumefanya ukumbi. Sawa sawa. Sasa ule ukumbi ulikuwa ni nyumba wanaishi. Na alikuwa anaishi yule jamaa. Tukakaa pale, naingia nje nakuta mkurugenzi wa mipango ya taifa ndio wanajadili kwa mwezi wa 4, kuna kitu wanajadili kiende kwenye tume ya mipango. Yule mkurugenzi alikuwa wakati anaitwa Filipo Mpango, ambaye ndio alikuja kwa nani? Makamu wa rais. Ndio nakuta pale, kumbe yule kijana ni mtoto wake. Nikasema ni mtu wa mpango, akawa anasema pale, sema baba, nina mtu tunafikia nikutambulishe. Akanitambulisha. Nikamwambia peka makaratasi mipango. Kuyaona hivi naona kuna kitu kidogo. Nikamwambia weka na hiki, weka na hiki, weka na hiki. Hicho leo ndio kufanyia kazi huyu wa mpango aliyoingia sasa hivi. Profesa Kitila nani? Mkumbo. Ambacho ndicho kinasema vijana lazima waongoze ajenda ya nini? Ya nchi, kwa sababu ndio wengi ndio imemzaa waziri kijana ambaye anatokana na huduma hii. Alafu baada ya kumaliza pale, alipokwenda kuwasilisha siku hiyo, Rais Kikwete akasema hujawahi kuwasilisha kwa uzuri namna hii. Ndio akampandisha heshima nyingine, heshima baada ya pale ndio akamtambua. Atakuwa baada ya pale, mimi siku moja nikamwambia na kuona wewe kwa mkuu kwenye taifa hili. Akasema umeonaje? Nikamwambia unaona hivi na hivi. Na kweli siku anaapishwa kama makamu wa rais, nilitafuta kokote niliko, nilisomeshwa suti na nilitaka niivae leo nije nayo hiyo suti. Ila kwa sababu ya yale mazingira niliyoambia kama nimeshindia hapa kwa mambo fulani fulani, kwa hiyo nikashindwa kwenda kuichukua ilipokuwa imetengenezwa hili vijana. Nilitaka nivae suti ambayo nikivaa leo utaamini kwamba kuna maana tunaenda. Sasa nimevaa chumbani nani basi. Mtu aliyetengwa kwa kusudi, kuna mahala Mungu anataka. Mmoja asipokiacha kufanya kazi kwa ajili ya wengine, lazima uwe na uhakika na unachofanya. Sasa mniruhusu sababu ya muda, sina tena muda. Sina muda. Ndio maisha nimalizia hapa.